Moja ya mambo yanayowafanya watu wengi kuvutiwa na Freemason ni mfumo wake wa kipekee wa uongozi na uanachama. Tofauti na mashirika mengi ya kawaida, Freemason imejengwa katika mfumo wa vikundi vinavyoitwa lodge. Lodge ni mahali au kikundi ambacho wanachama hukutana kwa ajili ya mikutano, mafunzo na shughuli mbalimbali za shirika. Kila lodge huwa na viongozi wake na taratibu zake za ndani, lakini hufuata kanuni za jumla za Freemason. Lodge kadhaa ndani ya nchi au eneo fulani huunganishwa chini ya chombo kikuu kinachoitwa Grand Lodge. Grand Lodge ndiyo mamlaka ya juu inayosimamia shughuli za lodges zote zilizo chini yake. Kazi yake ni kuhakikisha kuwa sheria, desturi na taratibu za shirika zinafuatwa. Ndani ya Freemason, mwanachama mpya haingii moja kwa moja katika ngazi za juu. Badala yake, hupitia hatua mbalimbali za mafunzo na maendeleo. Katika matawi mengi ya Freemason, kuna ngazi 3 za msingi. Ngazi ya kwanza ni Entered Apprentice. Hii ni hatua ya mwanzo ambapo mtu huanza kujifunza historia, alama na maadili ya shirika. Ngazi ya pili ni Fellowcraft. Katika hatua hii, mwanachama huendelea kujifunza kwa undani zaidi kuhusu mafundisho na wajibu wake ndani ya shirika. Ngazi ya tatu ni Master Mason. Hii ndiyo ngazi ya msingi ya juu zaidi katika mfumo wa kawaida wa Freemason. Mwanachama anayefikia hatua hii huwa na haki zaidi za kushiriki kikamilifu katika shughuli za shirika. Baada ya hapo, katika baadhi ya matawi, kuna mifumo mingine ya ziada yenye ngazi nyingi zaidi za mafunzo na heshima. Hata hivyo, ngazi hizo hutofautiana kulingana na tawi husika. Mfumo huu wa hatua kwa hatua ulitengenezwa kwa lengo la kuwapa wanachama muda wa kujifunza, kukua kimaadili na kuelewa mafundisho ya shirika kabla ya kupewa majukumu makubwa zaidi. Kwa sababu ya matumizi ya alama, sherehe maalumu na mfumo wa ngazi mbalimbali, Freemason imeendelea kuonekana kama shirika lenye siri nyingi, jambo ambalo limechangia kuibuka kwa maswali, uvumi na nadharia nyingi kutoka kwa watu wa nje. Miongoni mwa mambo yanayovutia zaidi kuhusu Freemason ni matumizi ya alama na nembo mbalimbali. Alama hizi zimekuwa chanzo cha maswali mengi, uvumi na tafsiri tofauti duniani. Kwa wanachama wa Freemason, alama hizo hutumika kufundisha maadili na falsafa za maisha. Kwa watu wengine, alama hizo huonekana kuwa za siri na zenye maana zilizofichika. Alama maarufu zaidi ya Freemason ni dira na rula, ambazo kwa Kiingereza huitwa compass and square. Vifaa hivi vilitumiwa na mafundi wa ujenzi kupima na kuchora kwa usahihi. Ndani ya Freemason, dira na rula hutafsiriwa kama ishara za nidhamu, usawa, haki na uwezo wa mtu kujiongoza katika maisha. Mara nyingi katikati ya alama hiyo huonekana herufi G. Kumekuwa na tafsiri tofauti kuhusu maana yake. Baadhi ya Freemason husema herufi hiyo inawakilisha neno geometry, sayansi ya vipimo ambayo ilikuwa muhimu kwa wajenzi wa zamani. Wengine husema inawakilisha neno God, yaani Mungu. Tafsiri halisi inaweza kutofautiana kulingana na tawi la Freemason. Alama nyingine inayojulikana sana ni jicho linaloona yote, maarufu kama all-seeing eye. Jicho hili huwasilishwa kama ishara ya uwepo wa nguvu kuu inayoyaona matendo ya wanadamu. Hata hivyo, watu wengi wamehusisha alama hii na nadharia mbalimbali za siri, jambo ambalo limeongeza mjadala kuhusu maana yake. Pia kuna alama za nguzo mbili ambazo zinadaiwa kuhusishwa na nguzo za hekalu la Mfalme Suleiman katika simulizi za kale. Ndani ya Freemason, nguzo hizi mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya nguvu, uthabiti na hekima. Mbali na hizo, kuna alama nyingine nyingi kama nyota, jua, mwezi, vitabu, miundo za ujenzi na vifaa vingine vya mafundi wa mawe. Kila alama huwa na fundisho au ujumbe fulani wa kimaadili unaokusudiwa kuwafundisha wanachama wake. Kwa sababu alama hizi zimekuwa zikionekana katika majengo, vitabu, sarafu na hata baadhi ya nembo za taasisi mbalimbali duniani, watu wengi wameendelea kuhoji kama zina maana za kawaida tu au kama kuna siri nyingine zilizofichika nyuma yake. Swali hilo limeendelea kuwa sehemu ya mijadala mikubwa kuhusu Freemason kwa karne nyingi. Moja ya maswali yanayoulizwa sana kuhusu Freemason ni, je, mtu yeyote anaweza kujiunga? Jibu ni kwamba kujiunga na Freemason kunahitaji kutimiza masharti fulani na si kila mtu anayekubaliwa moja kwa moja. Kwa kawaida, mtu anayetaka kujiunga anatakiwa kuwa mtu mzima kwa mujibu wa sheria za nchi yake. Pia anatakiwa kuwa na sifa nzuri katika jamii,
na asiwe na historia inayoweza kuonyesha kuwa hana uaminifu au maadili mema. Katika matawi mengi ya Freemason, mgombea anatakiwa kuamini kuwepo kwa muumba au nguvu kuu ya kiungu. Hata hivyo, shirika hilo kwa kawaida halimlazimishi mtu kufuata dini fulani maalumu. Ndani ya lodge moja unaweza kukuta watu kutoka dini tofauti wakishiriki pamoja. Jambo lingine muhimu ni kwamba mtu anatakiwa kuomba kujiunga kwa hiari yake mwenyewe. Kuna msemo maarufu unaohusishwa na Freemason kwamba ili kuwa Freemason lazima wewe mwenyewe uwe na hamu ya kujiunga. Hii ina maana kwamba kwa kawaida mtu hatakiwi kulazimishwa wala kushinikizwa kuingia katika shirika. Baada ya kuwasilisha ombi, mchakato wa uchunguzi unaweza kufanyika. Wanachama wengine wanaweza kuzungumza na mgombea, kufahamu tabia yake, historia yake na sababu zinazomfanya atake kujiunga. Kusudi la hatua hii ni kuhakikisha kuwa mgombea anaelewa wajibu na maadili yanayotarajiwa. Iwapo ombi litakubaliwa, mgombea huanza safari yake ya mafunzo kupitia ngazi mbalimbali za wanachama. Hapo ndipo huanza kujifunza historia, alama, desturi na mafundisho ya shirika hatua kwa hatua. Pamoja na hayo, kuna tofauti kati ya matawi mbalimbali ya Freemason duniani. Masharti yanayokubalika katika nchi moja yanaweza kutofautiana kidogo na yale ya nchi nyingine. Ndiyo sababu hakuna sheria moja inayofanana kwa kila lodge duniani. Masharti haya yamechangia kufanya Freemason ionekane kama shirika linalochagua wanachama wake kwa umakini mkubwa. Kwa baadhi ya watu, jambo hili linaongeza heshima ya shirika, wakati kwa wengine linaongeza hisia za siri na fumbo zinazolizunguka. Baada ya kujua jinsi watu wanavyojiunga na Freemason, swali linalofuata ni wanachama wake hukutana kufanya nini? Kwa mujibu wa maelezo yanayotolewa na matawi mbalimbali ya Freemason, mikutano yao hutumika kwa ajili ya kujifunza maadili, kujadili masuala ya udugu, kupanga shughuli za kijamii na kuendesha shughuli za ndani za shirika. Wanachama hukutana katika loji zao kwa ratiba maalumu na kufuata taratibu zilizowekwa. Sehemu ya mikutano hiyo huhusisha matumizi ya alama, mafundisho ya mfano na sherehe za kitamaduni zinazolenga kufundisha maadili kama uaminifu, nidhamu, heshima na kuwajibika. Mafundisho hayo mara nyingi hutolewa kwa kutumia lugha ya ishara na mifano inayotokana na historia ya mafundi wa mawe wa zamani. Freemason pia inajulikana kwa kushiriki katika shughuli za misaada ya kijamii katika maeneo mbalimbali duniani. Baadhi ya lodge huchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia shule, hospitali, vituo vya kulelea watoto yatima, waathirika wa majanga na miradi mingine ya maendeleo ya jamii. Moja ya sababu zinazowafanya watu wengi kuwa na maswali kuhusu Freemason ni kwamba mikutano mingi ya ndani haifanywi hadharani. Ingawa wanachama husema kuwa siri hizo zinahusiana zaidi na desturi, alama na taratibu za shirika, watu wengi wa nje wameendelea kujiuliza ni mambo gani hasa yanayozungumziwa katika mikutano hiyo. Kwa miaka mingi, kumekuwa na madai kwamba Freemason huendesha biashara za siri au huathiri siasa za dunia kwa njia zilizofichika. Hata hivyo, madai hayo mara nyingi hutegemea uvumi, nadharia au tafsiri za watu mbalimbali. Hakuna ushahidi mmoja unaokubalika na wote unaothibitisha madai yote yanayozungumzwa kuhusu shirika hilo. Wanachama wengi wa Freemason hueleza kuwa lengo kuu la shirika ni kuwasaidia watu kuwa bora zaidi katika maisha yao binafsi, familia zao na jamii zinazowazunguka. Wanasema kuwa mafundisho yao yanasisitiza kujiboresha, kusaidia wengine na kuishi kwa maadili mema. Licha ya maelezo hayo, Freemason imeendelea kuwa moja ya mashirika yanayozungukwa na maswali mengi kuliko mashirika mengi ya aina yake duniani. Siri zake, alama zake na historia yake ndefu vimeendelea kuwafanya watu wengi kutaka kujua zaidi kuhusu kile kinachofanyika nyuma ya milango ya loji zake.